Shalom shalom. Mungu akubariki wewe uliye tune in katika video hii. Popote pale ulipo, bosa wako kidogo upate kusikia kile ambacho tunaongelea siku ya leo. Kama ni mara yako ya kwanza na ungependa kujiunga katika familia ya waonaji, yes, please subscribe. Utakapo subscribe utakuwa umejiconnect na familia ya waonaji, lakini pia utakuwa updated, utakuwa unajua taarifa ambazo kwa mfano kama video tunarusha au live tunazoruka, utaweza kupata taarifa hizo. Kwa hiyo karibu katika familia ya waonaji. Ni familia kubwa sana ndani ya Tanzania hadi nje ya Tanzania. Na wewe kama unataka useme hiyo, basi kwa imani fanya hivyo na Mungu akubariki sana. Tunapenda wageni, karibuni sana. All in all, tunamshukuru Mungu kwa siku nyingine ambayo ametupa, wiki nyingine ambayo ametupa. Natumaini wanasia watakuwa wameungana na mimi katika maombi ya wiki ya 3. Yes, wiki ya 3, na sana tulikuwa tunaongelea kuhusiana watu wale waliokopo kwenye ambao ni malango, lakini pia ni walinzi wa malango. Sana tulikuwa tunaongelea pia kuhusiana na wanatakiwa fahamu vitu gani. Yes. Kwa hiyo tukaongelea sana kina kuhusiana na mambo ya mapenzi ya Mungu na mambo kama hayo. Tutaendelea wakati mwingine kuhusiana na hilo. Leo nina kitu cha tofauti ambacho nataka niongee na wana familia waonaji. Kwa hiyo kabla yote nataka tufungue kwa maombi. Mtakatifu wewe uliye juu, tunakutukuza, tunakuinua siku ya leo. Tumekusanyika wana wako, tunahitaji kusikia kutoka kwako siku ya leo. Tunaomba utulishe, utubadilishe, utusafishe, utuongoze, tupe nuru yako Bwana siku ya leo. Tuinulie uso wako, tuangazie uso wako, tunyoshe mkono wako siku ya leo. Tunanyenyekeza kwako. Mioyo yetu itayari kusikia kutoka kwako siku ya leo. Sema jambo, fanya kitu. Maisha yetu yapate kubadilika. Tupate kusogea, tupate kupiga hatua. Fanya kitu kwenye huduma zetu, kwenye familia zetu, ndoa, maono, biashara zetu, kazi za mikono yetu, uzao wetu. Kupitia jambo la leo unaenda kulifanya, kupitia chochote tukisema siku ya leo, tunaomba ufanye kitu kwenye maisha yetu. Mimi nanyenyekea kwako, mtumishi wako, unitumie vile upendavyo siku ya leo, na Baba ukapate kutukuzwa kwenye maisha ya watu. Asante pia kwa uwepo wa malaika walioko pamoja nasi tayari kutuhudumia. Tukufu tunakupa wewe milele na milele. Karibu Roho Mtakatifu uchukue nafasi katika jina la Yesu Kristo. Amen. Amina. Mungu akubariki sana kwa wewe uliyekaa mpaka sasa hivi. Awali, kabla sijaanza, niliongelea kuhusiana na wale waliokuwa wamefanikiwa kuomba nasia wiki ya 3. Kumbuka haya ni maombi ambayo tunaomba kwa pamoja. Tumeongozwa tuombe mpaka mwisho wa mwaka, wiki ile ya mwisho wa mwaka. Yes, kwa hiyo kuna kitu ambacho Mungu anataka kishift katika wanafamilia waonaji. Kwa hiyo lazima uwe kwenye frequency, lazima ukae kwenye nafasi. Kwa hiyo ni hivyo, na nikasisitiza sana usiache nyuma. Lakini wiki iliyopita tumegusia sana kusema mapenzi ya Mungu. Na mimi kwa kweli sikutegemea, lakini hajaniacha. Akanionyesha mapenzi yake. Toka hii wiki imeanza akawa ananionyesha mapenzi yake. Wale walinzi wa malango niliwaambia kuhusiana na mapenzi ya Mungu. Kiwe chakula chako. Kwa hiyo wewe tu pale utasikiliza, utajua tuko tunaongea nini. Sasa amenionyesha mapenzi yake. Of course huwa ananionyeshaga, lakini alichonionyesha wiki hii kuhusiana na mapenzi yake kwa Sia.
Ndio nachotaka nikwambie sasa kwamba mapenzi ya Mungu bwana lazima ujiandae. Wewe kama lango au kama mlinzi wa lango lazima ujiandae. Inaweza ukawa ni vitu ambavyo mapenzi yake yanaweza kuwa ni kitu ambacho wewe kwako unaweza ukaona sio mapenzi yangu kabisa, kama Bwana Yesu alipokuwa anasema mapenzi ya Baba Mungu ndio atimize, sio kama yeye apendavyo. Kwa hiyo sasa kweli kabisa ujiandae wewe kama lango au mlinzi wa malango, ujiandae. Mapenzi ya Baba Mungu yatakapokuja yanaweza yakatofautiana na mapenzi yako. Kwa hiyo lazima ukae. Kwa hiyo of course mpaka niongee hivi ujue kwamba alichonionyesha ni kwamba kimetofautiana na mapenzi yangu kabisa. Kimetofautiana na mapenzi yangu, lakini ni sehemu pia ya kazi kama wewe mlinzi wa malango au kama lango. Vipo vitu ambavyo ni mapenzi ya Mungu ambavyo hayatakuwa mapenzi ya watu. Itakuwa ni vitu ambavyo watu hawapendi au hawajategemea au kutokana na sababu zao. Wanaweza wakaona kwamba hayo mapenzi haya ambao Mungu ameyachagua hayakufai. Lakini niamini mapenzi ya Mungu huwa saa nyingine hayaelewekagi mpaka pale baadaye. Naomba Mungu atusaidie sote. Tusaidie sote. Huna jinsi bali kufuata mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo Mungu abariki sana. So nitaongea kwa ufupi sana leo. Nilitaka tu nishirikishe wanafamilia, watu ambao wanasema mimi ni muonaji. Wewe unaweza kuwa unatumika katika sehemu mbalimbali. Unaweza hata ukawa mpiga kinanda, lakini Mungu amekupa jicho la kuona. Sasa nataka niongee na wewe siku ya leo. Lakini kuongea kwangu hivi nina refer kwa Sia Grace wa 2020, 21, 22. Shina ngapi huko? Yaani namaanisha kwamba na refer yule muonaji ambaye ni Sia Grace ambaye ni mimi. Lakini wa zamani zile. Light angepata kufahamu hichi mapema, basi labda kuna mahali angesaidika. Labda kuna mahali ingekuwa rahisi kidogo. Lakini hakuna kitu rahisi. Lakini labda ingemsaidia, angevuka sehemu ambayo amevuka kutumia muda mrefu, angevuka kwa muda mfupi. Kwa hiyo ninamwambia kwamba yani kipindi kile ungetakiwa kuyafahamu haya, yangekusaidia kama ukiachukulia serious. Kwa hata na wewe kama unataka kusikiliza ujumbe ambao unataka kumpa Sia Grace wa miaka ile, katika level fulani hivi ya uonaji, na miaka yote hii imepita hapa, vurugu mechi, basi angeweza kuyafahamu haya, angemsaidia vitu ambavyo muonaji anatakiwa kufahamu. Yanaweza kuwa mengi sana. Mimi naweza nikawa naongea tu machache ambayo naweza nikaelewa mimi. Jambo la kwanza nataka ujue kwamba Sia Grace muonaji wa 2000 na ngapi huko, cha kwanza lazima ujue ni chombo tu. Kuna vitu ambavyo nitaongea ni very general. Cha kwanza nataka ujue wewe ni chombo tu. Hata upako ulionao si mali yako. Yupo ambaye amekukabidhi hivyo vitu ulivyo navyo. Hata upako ulionao si mali yako. Sasa anayekuwezesha wewe, yule Roho, anakufanya uwe mkati ya wale warithi, wana. Muone. Sasa yule anayekuwezesha ndio mmiliki wa hicho ulicho nacho. Kwa hiyo naomba ujue kwamba ni chombo tu.
anayekuwezesha ndio mmiliki. Tutoe mfano tu wa kawaida. Umeona? Wewe umesema tuseme katika jamii fulani you have something special. Una kitu cha tofauti, umeona? Kwa kama umetengwa fulani. Lakini pia hata wewe uko katika jamii fulani, yani katika kutengwa kwako nao wenyewe, yani uko katika jamii fulani yenye watu kama wewe. Lakini kuna higher authority, kuna mamlaka ya juu zaidi ambayo imekuwezesha wewe. Tuwe mfano, ardhi tunayokaa hapa, sawa, inamilikiwa na mamlaka husika ambao kama hivi nchi tuliopo, umeona? Lakini wao wanatuwezesha sisi tuwe warithi kwa sehemu kwa kupitia hati. Una kiwanja sehemu, mamlaka husika, tuseme serikali inakupa hati, inakuwezesha wewe uwe owner, na kweli kwenye kiwanja chako unaweza ukafanya chochote. Lakini pia hao mamlaka waliokuwezesha wewe wana uwezo wa kuiondoa kwako. Wao uwezo wanao. Mfano, labda wao wamekuwa na mipango, bwana, ili eneo lote labda wapi. Nitoe mfano wapi? Maana hii mifano bwana. Haya, ili eneo lote tunataka tulitumie kwa ajili ya viwanda. Mtatoka mtoki. Utakuta labda wana mikakati, labda si ndio kama hivyo wanafanya kwamba labda bwana, tutawatafutia sehemu nyingine au tutawafidia fedha, wewe uchague sehemu yako anyhow, umeona? Lakini themselves ujue kwamba kuna authority ya juu. Hata kama wewe unasemekana una hati, mimi ni mmiliki jamani. Okay, sorry, sio hii. Unasema mimi ni mmiliki jamani, mimi ni mmiliki, nina hati. Mimi sasa ndo napenda kufanya vitu kwa mifano, yani ndo shida sasa hiyo. Nina hati unalinga kabisa na hati. Lakini kuna higher authority ambayo imekuwezesha na wewe uwe kati ya watu kidogo. Kuwa na uwezo pia hata kwenye mikakati yao wanaweza kuambia bwana, tunataka ile eneo, tukukompensate au tukutafutie eneo, wewe utachagua. Lakini still utakuwa umeshapata ujumbe kwamba bwana, wako kuna high authority nao inaonimiliki au inamiliki kile nilicho nacho. Unaweza kukichukua muda wote kutokana na mpango. Hivyo wewe mwonaji, ulicho nacho, yupo aliyokuwezesha, tulia kwake. Ana uwezo. Mbona unavyoona usipokuwa makini na kujua kwamba kuna mamlaka ya juu ya kuheshimu zaidi, ukajiona kwamba unafanana hiyo mamlaka, yani ni kama yani mna uwezo sawa fulani hivi, utakosea. Kwa hiyo nyenyekea kwa yule aliyekuwezesha, Roho Mtakatifu. Ndio tunakoenda hivyo. Kataa kujiinua kwa namna yote. Mimi kwa kweli hiyo nakumbuka hata mashuhuda niliwashuhudia, kwamba kuna kipindi ilinikosti baada ya kuchukua muda mfupi kanichukua muda mrefu, kwa sababu tu eti nilisikia mtu ananiita eti huyo mtoto mdogo, alafu nikaja kuongea kwa kejeli sana huku kwamba mimi naichi. Jamani, nilishushwa mpaka chini mpaka sasa tumebaki kusema kwamba mimi sasa niwe kati ya wale wadogo wanaojiita ni wadogo, basi mimi niwe mdogo zaidi. Kwa hiyo ni hivyo. Nadhani tokea kipindi kile Sia Grace angekuwa ameshafahamu vile, basi kuna sehemu asingepitia au angejipunguzia miaka. Yes, kingine cha pili sasa, wekeza au jitahidi kuweka nguvu kujitambua mapema, yani kujifahamu wewe ni nani, na usimame hapo. Yani kushajua kwamba wewe ni nani, simama hapo, usihangaike kusema eti kesho tena unaanza kuisema mimi ni nani tena. Kesho tena unasema mimi ni nani tena.
utapoteza muda. Wekeza nguvu kujifahamu wewe ni nani. Kitu gani umebeba? Kina uwezo wa namna gani? Bwana Yesu asifiwe. Ukiwekeza hapo, kuna namna utaenda, yani utaenda vizuri na utaenda kwa spidi. Lakini pia kwa sababu watu wengi wanapoteza muda mwingi, hawajifahamu. Yani wanafanya wajibu lakini hawajijui. They are not serious. Hawajijui wao ni nani, wanatakiwa wafanye nini, walichonacho ni nini, kinatunzwaje, kinakuaje. Yani kwa sababu ukishajijua wewe ni nani, utajua kabisa natunzaje nicho nacho ili niendelee kuwa nacho. Yani kuna vitu vingi, the do's and don'ts, yote ni kwa process ya kujifahamu wewe ni nani. Utakuta watu wengi wanafanya tu wajibu, kutimiza tu wajibu, lakini unapoteza miaka mingi ujui nini umebeba. Sawa, kwa watu ambao watakwambia bwana wewe mbona unaishi na hichi, lakini pia wewe kama magotini Mungu akuthibitishie kwamba wewe ni nani na umebeba nini ndani yako. Na hicho ulichokibeba kina uwezo wa kufanya nini? Yani hicho kina uwezo wa kufanya nini? Sasa utajijua wewe ni nani kwa kumjua Mungu. Kwa msome Mungu, mfahamu Mungu, mjue sana Mungu wako, uwe na amani. Sawa? Kwa hiyo amani ya kufahamu kwamba wewe ni nani utaipata kwa kumjua Mungu. Unapomjua Mungu unajijua wewe. Hakuna sehemu nyingine ambacho mtu atakwambia kingine. Zingine maarifa yapo ambayo yatakusaidia wewe kujifahamu zaidi kutokana na watu ambao wametutangulia, watu wame experience 1 2 3, usiwapuzie. Of course watakufundisha vitu ambavyo utaepuka navyo, yani badala ufanye makosa mengi sana utakuwa ushagundua unaepuka. Kwa hiyo be a listener, kuwa msikivu pia kwa watu ambao ukishajua kwamba mimi ni nani. Kuwa sikivu kwa wale ambao wanakuambia wale walichonacho ambacho kinafanana nacho kwako. Kwa hiyo hivyo itakuepusha vitu vingi na muda mwingi sana. Lakini kuna kitu ambacho nakumbuka, nitoe mfano tu kwenye hilo eneo kwamba kujijua wewe ni nani. Tulikuwa tuko kwenye program ile ya SIA and Counselor, ambayo tulifundishwa na babangu wa kiroho, shahidi wa Bwana Severin. Kuna kitu alikisema, ilikuwa ni mwaka gani, mwaka huo mwezi wa ngapi sijui, huko mwezi 7 sijui mwezi wa 5 sijui wa 6, kitu kama hapo. Kuna kitu alikisema, sasa akawa anaongea kabisa kuhusiana na seers, SIA counselors, lakini pia aliongea kuhusiana na waonaji. Wewe muonaji unaweza kuwa uko apostle lakini ni muonaji. Kwa hiyo mimi naongea na wewe. Unaweza kuwa hata ni mshauri, ni muonaji. Praise and worship ni muonaji. Tulio tushaongeaga sana, unajua wana familia nyewe mnaelewa. Kwa hiyo sasa kuna kitu alikisema ambacho sijawahi kukifahamu. Lakini yani ulikuwa ni brutal truth, yani ilikuwa ni ule ukweli ulionyooka na upanga. Akasema ni marufuku muonaji kuwa maskini. Yani ile semina, hilo neno lilinipa challenge. Yani na alikuwa anaongea kweli, neno kama upanga kabisa. Marufuku muonaji kuwa masikini, na mistari hapo inasema ikiwemo na Bwana Yesu mwenyewe. A seer can locate wealth through his or her eyes. Jesus did it. Na mambo mengine huko. Nakumbuka hili pia nililiongelea katika shule ya waonaji washauri ambao tulijifunza online pamoja na wale wanafunzi wangu. Lile neno aliliongea wakati kweli sina hata senti 5, yani kwa sina hata shilingi 10. Nikasema Bwana Yesu, nikamwangalia. Nilicheka, nakumbuka nilicheka. Ila ile kitu kweli kilini drive, yani kiliniendesha huko ndani.
kwamba yani hii kitu ni kipya kwangu. Kwa nini neno marufuku? Marufuku kwa sababu yani ni kitu ambacho you're not supposed to live that. Achana na ile general kiujumla kwamba Wakristo Mungu anataka mafanikio. Hii inaenda specifically kwa waonaji. Marufuku muonaji kuwa masikini. Yani ni kitu ambacho ni no. Nikasema sasa hapa nafanyaje? Ni ability. Yani ni how can I do this? Le pragadesh kapataya. Yani hapo ndo unaanza kuongea nipe formula Bwana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Naongea hivi yani lakini ni ukweli kabisa. Ni kitu ambacho muombe Bwana Mungu akupitishe ukione, ukiishi. Kwa sababu mimi siwezi nikakwambia kwamba ni kwa uwezo wangu yani sasa ndo jamani muona lakini kila nikipitaga pale kwenye barabara hapo tunamwambia jamani, jeti yangu mbona iko wapi hapa? Mbona sioni hapa? Where is it? So, tuachane na hayo mambo. Lakini lengo ni hivyo kwamba nikaja kugundua kwamba ni muhimu kuwekeza nguvu kujifahamu wewe ni nani, umebeba nini na ili hicho kibeba kina uwezo wa kufanya nini. Itakusimplify wewe ujue kazi zako ni zikoje na mpaka level yako hadi maisha yako yanakuaje. Yani wakuwa nao, hata mwenza wakuwa naye, hata watu gani wakuambatana nao, itakuepusha vitu vingi, sintofahamu nyingi. Wekeza nguvu nyingi katika kujitambua. Yule si Grace wa 2000 na ngapi ningemwambia hivyo. Nadhani itakusaidia na wewe pia katika jina la Yesu. Kitu kingine pia cha 3 kama sikosei, si changapi. Kitu kingine pia, chakula chako kiwe mapenzi ya Mungu. Yani mapenzi ya Mungu ndio yawe yanakuendesha wewe muda wote. Yani yanakuendesha wewe. Mapenzi ya Mungu. Imekuwa ni changamoto sana napofanya mapenzi yangu mimi afu niache ya Mungu. Inakuaga kweli yani issue. Bora tu ungekubali mapema. Kwa hiyo jitahidi sana hivyo ndio kiwe ni kitu ambacho kimeujia moyo wako kufanya mapenzi yake. Je, nikwambie kwamba ni rahisi kuyafuata mapenzi yake kwa uwezo wako? Hapana. Kwa wewe huwezi. Ni kwa msaada wake tu ndo unaweza kuyafuata mapenzi. Yani ukitegemea kwamba eti itakuja tu yani tuwe mwenye sawa nitayafuata, yani haiwezekani mpaka utiwe nguvu ya kuyafuata. Niamini mimi, sio kila mapenzi yake yatakuwa yanaendana na kile ambacho una uwezo wa kibinadamu kukistahimili. Mfano, tutaje eneo tu la ndoa. Wewe kabisa unaona jamani huyu ndo perfect. Yani huyu ndo mwenyewe niliyemsubiri. Binti ndo huyu bwana. Tena unarudi magotini unasema Bwana Yesu asante. Umenipa kitu nilichokiomba. Wewe unarudi tena magotini, anakuonyesha kwamba sio mapenzi yangu. Huyu siye. Na umeona kabisa na kila kitu cha kimungu za everything. Na wewe umeshadumbukia kabisa, umedumbukia. Sasa nakwambia utatoka tu huko. Mimi ndo nakwambia hivyo kwamba situations zinakuwa kama hivyo. Hiyo ni moja tu, hiyo ni ndogo sana. Yapo maeneo mengi sana. Ndugu nini, yani vitu vingi. Kwa hiyo kusanya nguvu katika hilo eneo. Lakini Roho Mtakatifu ndo atakayekuwezesha, hakuna kingine. Kama Yesu alivyowezeshwa kufuata mapenzi ya Baba. Kitu kingine pia ambacho naweza nikasema, jina la Yesu na damu ya Yesu inatakiwa iwe ni dawa kutwa mara 3. Yani nimeona kama dawa ilivyo umepewa, umeenda hospitalini au umeenda pharmacy,
umeenda kuchukua hii dawa kuchukua mara 3. Yaani unakunywa kabisa ndio unasema hapa nitaangamia mpaka ninywe mara 3. Muone sasa ndo hivyo kwenye eneo la jina la Yesu, damu ya Yesu, neno la uzima. Nikisema vile inamaanisha kwamba unaweza kusiwe ndio na nafasi kweli muda huo wote mara sio muda gani hapa. Nachomaanisha ni kwamba yani iwe kwako ndo dawa kwako ambayo unaweza ukapona, ukasurvive, ukasogea, ukiwa chini ndio unaweza ukainuka, ukiwa kwenye vita ndio itakupambania. Yani iwe kama dawa kwako. Yani nafsini mwako, kwenye nafsi, kumbuka kwenye nafsi. Hivi vitu, damu ya Yesu, jina la Yesu vinatakiwa, kama sio hiyo basi neno la uzima, yani linatakiwa kwenye nafsi liongee. Uwe conscious, uwe unconscious, itakusaidia. Hii ndo dawa. Yani vinatakiwa, maana kuna mahali vinageuka vinakuwa silaha pale ambapo wewe huwezi ukafanya direct contact, huwezi ukapigana nacho moja kwa moja. Vinageuka vyenyewe vinakuwa silaha, vinakupambania, vinakupigania. Vinakuwa dawa pale unapokuwa hata wewe hujiwezi. Yani niamini, vinatakiwa hiyo dawa kwako. So vinatakiwa ni jambo lingine, jifunze kumpuzia shetani. Yani utakomboa wakati na utaepuka na vingi. So kila kitu tu jege ninaenda ngoja nitaomba baadaye kwenye uwanja wa mapambano. Unangoja ti uwanja umekutana naye ana kwa ana mchana asubuhi. Unangoja eti usiku kwenye jamani. Kila kitu utangojea kwenye uwanja wa mapambano. Jifunze vingine kupuuzia. Yani kuna authority, kuna mamlaka iko ndani yako. Ukitamka na mawili matatu, pengine shetani naye atakimbia. Toka hapa kwa jina la Yesu Kristo. Zingine we kwenda huko. Nakutana na ngana zingine ana kwa ana hivi. Ni pepo hivi. Ambe we. Zingine ambia ole wako. Ole wako uje tena hapa. Nambe shakoko kabisa guys, kwa sababu unaona nao ana kwa ana mipepo mingine. Hiyo hapa inakuja. Mbona vipewe? Umejisahau Sengine mpuzie tu bwana. Mfano kuna siku nilimwadisia baba. Kuna siku bwana nilikuwa nimelala. Nilikuwa attacked kwa sababu niseme one of the reason, moja ya sababu ni kwamba nilikuwa natakiwa kuhubiri Jumanne siku ya katika maombi maombezi ya familia. Lakini Roho Mtakatifu akaniambia usiseme kitu kingine, kumbusha kile ambacho alichohubiri mtumishi wa Bwana Jumapili. Nikasema sawa. Basi vita yake kumbe bwana ni nini? Nimekaa, nimelala, nakumbuka nilikuwa kwenye kazi zangu hivi nimefanya usiku. Sijata lala vizuri, yani sijasema kwamba eti ni sasa nimemaliza, nimshukuru Mungu nilale. Nikasinzia. Niliposinzia bwana nimekuja kuamka usiku kama sio saa 7 ule. Kuanzia hapa mpaka hapa ganzi. Nikisema ganzi sio ile ganzi kwamba eti nimelala vibaya ndo ganzi imenipata. Unaona kabisa ile vitu vinatembea juju. Mkono, the hand was numb. Paralysis kabisa, yani mkono umeparalyze, hakuna maso inayofanya kazi huku, siwezi kupeleka hivi, natumia mkono huu kunyanyua hivi. Hadi nikaamka nikasema hivi ninaota, sina mkono kwa hivyo au vipi? Nikasema why? Nikamwambia kwenda huko, achia mkono wangu, rudisha mkono. Akasema mimi sija paralyze. Nikaeka vitu vyangu sawa, nikamshukuru Mungu, nikalala. Nimeamka asubuhi, yani niko vizuri kabisa.
Sasa sio kila kitu sasa pale ningeona hivi ningesema sasa ninaingia kwenye uwanja wa vita. Ninakuambia, ninakujilia, yani ningekwambia yani mkono sisi ingefika hadi kwenye mguu jamani. Lakini yote hiyo sio kwamba Roho Mtakatifu hata manifest, lakini unafika wakati lazima ufahamu kuna vitu vingine au kuna mamlaka zingine au pepo zingine unahitaji kutumia nguvu nyingi. Zingine yani ni vidogo kwako sana. Vipuuzie tu, vikemee tu, kwenda kwa jina la Yesu. Toka. Msengamba toka huko. Sengamba wewe. Kwa hiyo hivyo itakusaidia. Lakini yote ni kwa ajili unataka ujue ni umebeba nini. Pia hata kwenye mifano waonaje, kweni makini. Kumbuka jicho ndio linatafutwa. Puuzie shetani. Eneo la uasherati, uzinzi utawajia nyinyi sana, kwa sababu si mnaona jicho si linatakiwa liharibiwe, ndio mkakati wa shetani aliharibu. Kwa hiyo kwenye eneo la uzinzi, jicho lako wewe angalia unapenda vitu gani. Wewe unapenda wanawake wa namna fulani. Wewe mwanamke mtumishi, wewe muonaji unapenda mwanaume wa namna fulani. Ndio kuna kipindi yani ndio watakuja hao. Umeoa, hujaoa, umeolewa, hujaolewa. Yani wao roho hilo jambo kwao yani aliwahusu wao, wanajua wewe ni muonaji. Kwa hiyo watashambulia kote. Kwa hiyo sasa you like what you see, kwa wanakuletea alafu si unakipenda unachokiona, kwa sababu si ndio kitu ambacho unachokipenda. Si macho yako yanaweza yakaumba, au hujui nguvu iliyoko kwenye macho yako? Sinaweza kaomba kwa hiyo utaanza kuumba nini? Utaanza kuumba nini? Kwa kuwa makini. Ukishaanza unapenda unaumba kwa macho, kuisha habari yako inakuwa macho yako yanaanza kwenda hivi. Kwa hiyo kuwa makini sana. Just be general. Usiwe na vitu ambavyo kwa macho yako yani ndio yani unavipenda yani. Kwa general tu. Mimi chochote sawa. Lakini sasa sio kwamba ile sio chochote sawa. Sasa sio kwamba ndo nakwambia ndo unatakiwa chochote sawa. Okay, basi tuache kuongea hayo, lakini nachomaanisha ni kwamba adui atatumia macho yako kukuangamiza wewe. Kwa hiyo unatakiwa makini sana, especially kwenye eneo la uasherati, kwa sababu unaweza ukaingiza hilo kwa macho. Yaani ukaingiza hiyo roho, spiritual husbands, wives nini, ukawaingiza kwa njia ya jicho tu, yani ukawaumba ikawa kushabari yako. Don't let the devil know what you like or whatever. Hicho pia. Kitu kingine pia ambacho nilikuwa nataka niongee kwamba jiandae kwa lonely. Yaani hiyo iwe jiandae kabisa kwamba people will come and go. The ones ambazo Mungu amewaweka maishani mwako watakaa. Lakini hata hao ambao unasema kwamba watakaa wanaweza sky. Kwa just be ready kwa lolote. Iwe ni wewe na Mungu pase. Sisemi kwamba uwachukie wao ni watu wabaya, hapana. Watu utakuta ni wazuri kabisa. Mungu ametuambia na sisi ni amri tuwapende watu wote. Lakini jiandae kwamba maisha yako Mungu atawaleta watu, atawatoa watu kwa msimu. Atawaleta watu kwa msimu, atatoa watu kwa msimu. Wewe ni chombo. Jua papasi yako una kitu cha kuambukiza wao au wao wana kitu cha kuambukiza wewe. Kwa kuwa makini na vitu kama kuhusiana na watu. Hapa naongea na watu. Kuwa makini sana who you interact with. Kwa kitu gani na vitu gani. Na sio kila mtu akukuambukiza wewe kitu. No. Hata kama ni an anointing. Sometimes the anointing that wewe unachukua tu anointing. Wewe mnafikiri anointing kama ni kitu gani? Yaani cha kugawa tu yani ovyo ovyo yani. No, hamna kitu kama hicho jamani. Au sui nipe sui ulichonacho yani ndugu yangu. Ujui huyo mtu ameingia agano gani na Mungu, vitu gani ana havifanyi, vitu gani ameambiwa no ili
maintain hiyo anointing. Wewe unataka tu, wewe unataka, wewe unataka, yule anataka. Wewe ni mkorogo gani mbona unautengeneza sasa? Kwa hiyo just be careful. Those eyes ndio kitu ambacho Mungu amekupa precious. Be careful akuongoze ni nani ambaye ameweka akuambukize kitu. Vingine tunapokea kwa neema kutupitia kwa watu wengine, kutoka kwa watu wengine Mungu aliowaamini. Lakini kusema mambo mengi, okay, hayo ni kitu kingine. Lakini ndio nilichokuambia kwamba jiandae kuwa lonely. Lonely inamaanisha kwamba hautakuwa lonely, because kuna namna ambavyo wewe utaona it's my life, like I enjoy. Lakini tafsiri ya kwamba kibinadamu kwamba hiyo kwamba you are alone, na mara nyingi you are alone, sio kwamba hauna watu wako, lakini a lot of time anakutaka utengwe, you feel unahitaji kuwa peke yako, you have to go home. Kukaa tena sehemu tu kuzurura inakuwa sio kitu tunachokipendelea. Kwa hiyo jiandae pia watu kuja na kuondoka, because wanakuona you are so boring, au labda hauna issue na wao, wanaona time out. Kwa hiyo vitu ni vingi, lakini lengo ni kwamba jijue, usianze kujilalamikia mimi ni mnatengwa, mimi hakuna anayenipenda. Ndio hiyo inakuja point inayofuata hapo. Muonaji, yani ndio namwambia sasa ya kipindi kile ambao mnaweza kumsaidia mtu. Usipende kupendwa. Utaenda nayo baadaye, it will kill you later. Itakuwa baadaye, so physical, yani sio kimwili, itakuwa kiroho. Usipende kupendwa. Kama ukipendwa basi wewe mshukuru tu Mungu. Isiwe personal, yani kwamba yani mimi yani napendwa, yani au unafanya kabisa mikakati sasa nianze kupendwa na my dear. Itageuka, itakuwa yani itapigana na wewe kwa sehemu. Ila kama unapendwa Mungu, unamshukuru tu Mungu. Mungu asante kwa kunipa watu wanaonipenda. Basi siwe tu personal, because adui anakuangalia sana. Yani kisiwepo na kitu ambacho yani kimezidi sana, yani kwako mpaka anakuchoa, yani kwa si aggressive. Yani njoo kwa mfumo huu, njoo yani kwa si aggressive, anapenda hivi. Yani ukiwa na kitu ambacho kimezidi sana, itakuwa changamoto kwako. Adui kuna vitu hataki kujua, yani jiweke tu neutral. Kama vitu fulani vimekuja mashani mwako, tunamshukuru Mungu. Kama vijaja basi visiku drain, yani jamani sipendwi sasa, na hutopendwa kwa kweli. Yani kwa kazi yako ulionayo wewe una jicho, utasumbuliwa mpaka useme, utasumbuliwa yani na hilo jicho lako. Hutopendwa kwa sababu kuna mahali unaona vitu ambavyo wanadamu wengine hawataki uvione, na unatakiwa ndio umuonye useme. Kuna kupendwa hapo. Kwa hiyo jiandae kwenye hilo eneo. Kuona vitu, be neutral. Mimi hakuna kitu chochote ambacho sasa hivi. Kwa hiyo kitu kingine ambacho ninachosema, utukufu wako, yani utukufu wa Mungu ni utukufu wako. Itakusaidia wewe kufungua, yani enzi yako iwe karibu na enzi ya Mungu. Huko ndo sema mafunuo tunapata. Sehemu ambao jicho lako linasafisha zaidi na zaidi pia. Yani jitahidi katika ile eneo. Kuna namna, just be kwenye presence ya Mungu, kwenye glory, itakusaidia sana kwenye jicho lako. Lakini pia nikiongezea hapo naongezea kwamba bila maombi, mnisikiza kwa makini, bila maombi, neno na nidhamu uweze kutoboa kwenye vitu kadha wa kadha. Yani mwanasia wewe muonaji, naongea na wewe. Maombi,
Yani kuwa na muda wa maombi ambao unasema mimi bwana, mimi maombi yani iwe ni kitu changu cha kila siku. Kuwa muda na faraga wa Mungu. Umeona? Neno kama hauwezi kusoma basi hata lisikie basi. Jitahidi. Hata lisikie, lifungulie hapo lisikie. Lakini pia nidhamu. Nidhamu iko kwenye vitu vingi sana. Ikiwemo na jicho lako, Mungu yani kuna nidhamu inatakiwa iweke kwenye jicho lako pia. Wewe mwenyewe vitu gani vya kuangalia, vitu gani sio vya kuangalia, vitu gani vya kufanya au sio kufanya, itakusaidia. Bila hivyo utoboi, nakwambia. Utoboi. Unataka upande viwango kwa namna hiyo, haiwezekani. Yani hautoweza kutoboa hapo. Lakini pia nikiongezea kwenye hilo ni kwamba jiandae kupangiwa vitu. Yani utapangiwa vitu na Mungu. Atakupangia vitu na uwe tayari kuvifuata. Atakupangia hadi maisha. Yani atakupangia namna hadi ya kuishi. Nini chakula, nini sio chakula, nini cha perfume ipi, nini perfume ipi sitaki. Vipodozi, hicho usichukue. Chukue nguo ya kuvaa kwa siku. Yani kwa siku hata pia anakuambia kila siku anaanza kukuambia hiyo atuvai. Wewe nenda rudi ndani kabadilisha hiyo. Yani hivyo watu gani wa kutembea nao, watu gani sio kutembea nao. Vitu vingi. Kwa hiyo jiandae kupangiwa maisha. Na niseme in general. Muda unaenda kidogo, kuja niendelee nyingine ambacho naweza nikakwambia mwanasia ni kwamba trials and tests, yani majaribu na mitihani kwako ni sehemu ya promotion, kupata promotion. Yani sasa imefika wakati unataka kupromotiwa, uende kwenye dimension nyingine, uende kwenye anga za anga. My dear, test, mtihani huo, jaribu. Kwa hiyo kwako ukiona jaribu, ona fursa. Inachosha utachoka sana, lakini kwako inatakiwa wewe ndio uwanja wako. Yani pole ndio uwanja wako huko. Lakini jua kwamba ichukulie hilo jaribu inalokuja either kwa namna yoyote ile, kwa mtu wa karibu, sio wa karibu, uko kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye huduma, inakuja upate promotion ahead, upate thawabu. Saa nyingine uko mbele imekaa huko, upate kuinuliwa, upate neema fulani. Kwa mbele yake jiandae kitu kizuri, utapata unachokitaka. Lakini usichukulie mitihani na majaribu unapitia kama umeachwa, kama sijui wewe ni nini. Ndio usiseme kwamba sasa ndio unafanya dhambi makusudi au unafanya vitu vya ajabu makusudi kutegemea tu ukae hivi vitu visitokee. Kitu cha mwisho kabisa ambacho naweza nikaongea leo kumalizia, wewe mwonaji, breakthrough zako, mpenyo wako wa vitu, it will never be easy. Niseme naongea ukweli ule kabisa. It will not be easy kama wengine. Kumbuka kusudi ulopewa, jicho, vyote vitafanyika vikudisappoint wewe, urudi nyuma, urudi chini, usifanye kazi ya Mungu, uone Mungu ni mbaya, uone nini mbaya. Kwa hiyo katika mpenyo wa vitu vyako, jua kwamba kama ni eneo la kujenga nyumba, nilisema tunataka tujenge nyumba au jenge gorofa, kwenye msingi pale ndio tutawekeza pia nguvu sana pia, hata kwenye nguzo zetu. Kwa hiyo sasa wewe ndio umekaa hapo kwenye nguzo, umekaa kwenye msingi, umekaa kwenye nguzo. Kwa hiyo sasa nguvu sasa wao shetani wanawekeza kwako sana kuliko jirani yako ambaye hana hicho ulicho nacho. Umeelewa? Kwa hiyo unatakiwa usijifananishe. Sawa, ndio tunafanana lakini hatulingani wapendwa. Kwa hiyo wewe mpenyo wako unaweza ukawa labda wa miaka 10. Huyu anaweza ikawa mwezi mmoja. Isiwe shida. Kwa hiyo just know kwamba wewe ni mtu wa namna gani na vitu kama hivyo. Kwa kumalizia, naomba nitoe neno la faraja kwa mtu aliyechoka, aliyekata tamaa, imani yake imeshuka.
nilikuwa naongelea pia, kuna kipindi fulani hapo nyuma, nadhani sio hapa, nadhani nilipokuwa kanisani, nilikuwa naongelea kuhusiana na imani. Imani imewekwa kama msingi kwa makusudi kabisa kabisa kabisa. Ukipoteza imani, yani nini tena kinabaki? Umeona? Faith, linda sana. Linda sana. Msingi umewekwa kwa kushikilia hicho ambacho kinaenda kupandishwa. Kama hivyo ndo kuta hizi, sijui unapandisha hizo kuta. Itashindikana kupandisha ukuta kama msingi na wenyewe bado hujakamilika, hujakaa sawa sawa. Tunatofautiana misingi. Umeona? Tunatofautiana urefu, upana, uzito. Nguvu iliyowekezwa kwenye msingi itaniambia kwamba wewe litakalopandishwa hapa ni gorofa au ni nyumba ndogo au ni nyumba kubwa ya kawaida au ni kibanda. Umeona? Sasa muda ule wa msingi, kwa mfano msingi ambao labda ni imani, msingi inaweza ikawa vitu vingi sana. Kwa mfano sisi kanisani kwetu misingi iko 5 ambayo tunaisimamia: imani, ushirika, imani, usafi, utakatifu, uadilifu, ushirika na Roho Mtakatifu. Kwa sasa ni tuanza tu imani ambayo labda niseme kama makanisa yote utakuta na maono hayo. Msingi wa uliojengewa wewe unatakiwa usimame ni imani. Na vipo vitu kwenye imani unapatikiwa uviamini. Vipo misingi ya imani. Hivyo vitu vimekaa kama misingi kwenye imani ambavyo unatakiwa uviamini sasa. So una imani sasa, imani ya nini? Lazima ueleze imani ya nini. Unaamini nini? Jina la Yesu, damu ya Yesu. Unaamini neno la Mungu, Roho Mtakatifu, nguvu za Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Hivyo. Kwa hiyo msingi wako unaweza ukachukua muda mrefu kuliko jirani yako. Yani usijilinganishe. Tunatofautiana misingi. Naongea kwenye eneo la imani sasa hapa. Faith. Ngoja nikwambie. Wako watu ambao wamepata miujiza. Walipopata hiyo miujiza wamepata nini? Wamemkana Mungu. Yaani wakaja kumkana Mungu, wakaja kumuacha. Huko chini kama msingi hujajengwa vizuri, utashindwa kustahili. Uwezo ukashikilia vizuri hizo kuta sasa. Nyumba itakuwa ndio hivyo. Ndio maana nyumba unakuta magorofa mengi yanadondoka huko. Nyumba zinabumuka. Hamna msingi mzuri. Kwa hiyo kama Mungu ameona inafaa wewe msingi wako unaoitwa faith uende kwa kina, uende kwa upana, uchukue huo muda wa miaka 17. Acha. Usimlazimishe. Tena mwambie nijenge vizuri, imarisha imani yangu isitetereke. Niweze kuilinda hata mwisho. Maana ndicho tulicho Yesu alichomwambia kwamba imani yako uilinde Petro hadi mwisho. Kwa hiyo usijifananishe na mwenzako. Uendakao inalojenga kwako ni gorofa. Na gorofa zinatofautiana. Floor ngapi? Endelea acha muache Mungu afanye anachotaka kufanya. Usichoke. Uendakao muda ambao ndio wewe sasa unachoka, na muda ambao ulikuwa mbakia kidogo ukutane na neema yako. Maana sisi tunaonyesha imani kwa Mungu, yeye anatushushia neema. Kwa kuna mgusano ambao mpaka afike imani sawa ya kutamka na kukiri, lakini ya matendo inakuongezea grade. Umeona? Si una imani hapa? Mwanzo na imani. Sasa imani na matendo sasa ukifanya ndio inakuongezea hapa. Na utakuta hapa ndio kusehemu yako ya kukutana na neema yako. Sasa unakatisha tamaa tena. Ufanye. Unashuka. Unakaribia, leo unafanya, kesho unafanya, hakijatokea. Unashuka. Mpaka ukutane na neema yako. Kwa hiyo endelea, usichoke. Kama ni kitu ambacho unafanya, endelea kukifanya. Wanadamu watakudisappoint tu,
vitu mbalimbali vinaweza kudisappoint tu. Usikate tamaa. Kama ni Roho Mtakatifu anasema na wewe, hii ndio sehemu yako ya hicho unachokifanya, au hili unalofanya, au hii unachofanya, matendo ya imani ndio mpenyo wako. Fanya. Bwana Yesu asifiwe. Fanya. Mimi hayo tu. Naomba nikwambie usichoke. Siku yako ipo. Utakutana na Mungu. Utakutana na Mungu na utashangaa. Siku moja inaweza ikabadilisha kila kitu. Siku ambayo uliamua acha niongeze hii siku, inaweza hiyo siku inaweza ikabadilisha kila kitu. Kuja nifanya mara ya mwisho hiyo siku. Kwa hiyo usichoke. Bwana atakutana na wewe njiani na utamshuhudia. Mungu awabariki wote. Nawaombea baraka, neema ya Mungu iwe juu yenu. Ninaombea neema ya Mungu, Baba, popote pale ambapo baba yangu watakachokifanya, Bwana, naomba kipate kufanikiwa katika jina la Yesu Kristo Nazareti hai. Bwana, naombea waonaji, Bwana, naomba upate kuwasaidia katika utumishi wao. Naomba upate kuwasaidia namna gani ya kutembea na wewe, namna gani ya kusogea na wewe, namna gani ya kuenenda na wewe. Nuru yako iwaangazie, mkono wako unyooshe kwenye maisha yao, uwatie nguvu wale ambao baba yangu wamechoka, wale ambao wameshindwa, Bwana wa majeshi wawezeshe. Wale ambao baba yangu wamekata tamaa, wagange moyo, Bwana. Ni maombi yangu, Bwana, siku ya leo Jehova, ukutane na haja kila mmoja, Bwana, sawa sawa na mapenzi yako. Tunakushukuru, tunakuinua kwa kuwa ni mwaminifu, na wewe Baba unatusikia pale tunapoomba, katika jina la Yesu Kristo ninaomba na kushukuru. Amen. Amina. Bila kusahau tuko bado katika tumebakia tu kidogo tu tuweze kukamilisha jambo letu kabla ya mwaka, kupata kamera. Tuna maono ya kupata kamera ambayo tutaweza kuingia live nzuri tu, ambayo tunaweza tukaingia live, ibada za live. Kwa hiyo tumefikia tu asilimia tu ndogo tu ili tuweze kukamilisha. Kwa hiyo bado tunaita wawekezaji ambao wanaona wanataka kutoa katika ufalme wa Mungu, wanataka wawekeze kwenye ufalme wa Mungu, lakini wanataka pia wawekeze kwa familia hii ya waonaji. Wanajiuliza kwamba Bwana itufanye nini katika huduma hii. Kwa hiyo ni hivyo, hitaji letu ndio hilo, kamera kabla ya mwaka. Ni maombi yetu tu, ni matamanio yetu tuweze kabla ya mwaka kulifanikisha hilo jambo. Kwa hiyo ni hilo. Mungu awabariki wote. Ninawatakia muwe na siku njema ya furaha na amani na ya Roho Mtakatifu. Shalom. Hallelujah. God is a spirit, and they that worship him must worship